Karibu katika sura ya 5 na tutaanza kwa kusoma. Maisha ya Gera yalinitisha kweli kweli. Hayakufanana na maisha ya nyumbani kwetu Kisamale. Baridi ya jioni pekee ilikuwa dhiki tosha kwangu. Jua la mchana lilikuwa na usumbufu usiosemeka. Mchana jua lingetuchoma na kututoa jasho. Kambini tulikuwa na wasiwasi kwa kuhofia kuingiliwa na wezi au wabakaji. Hali hiyo ilinikera kabisa. Hayo ndiyo yaliyokuwa maisha yetu mapya ambayo ilitubidi tuyakubali. Kila mtu alikuwa amelemewa na mzigo wa fikira. Watu tuliowajua kuwa wacheshi walipoteza ucheshi wao. Kila mara walivaa sura za huzuni. Walikuwa kama waliorushwa kwenye moto wa jehanamu. Niliwahurumia kuliko nilivyojihurumia. Mama alikuwa miongoni mwa waathiriwa hao. Kila siku alikuwa na msongo wa mawazo. Aliwaza asubuhi, aliwaza mchana, aliwaza usiku. Hali hiyo iliathiri sana hali yake kiafya. Ilifikia wakati rangi ya ngozi yake ya maji ya kunde ilisawajika na kuwa na mabaka mwilini. Mwili wake wenye afya nzuri ulidorora na kuwa duni. Alikonda kama ngonda. Alitembea kinyonge, ungedhani alikuwa mgonjwa taabani. Mtu asiyemjua angedhani labda alikuwa ajuza wa miaka 90. Binafsi nilipomtazama nilishindwa kubaini hasa ni kitu gani kilichokuwa kikimula mama yangu. Nilishuku hali ngumu ya maisha ambayo hakuwa ameizoea ilimletea msongo wa mawazo na kuifanya afya yake kudorora. Hayo hayakuwa maisha ya mama yangu. Mama, maisha ya raha mstarehe aliyozoea kuishi alimpasha simanzi kila alipoyakumbuka. Nywele zake za singa zilibadilika zikawa kama za paka. Zilijilalia ovyo na kusokotana kama kukosa matunzo. Nguo zake zilikuwa mbili kama mboni za macho. Chafuka ni kufue, chanika ni kushone. Daima zilikuwa chafu. Hangeweza kubadili kama alivyofanya awali. Nguo za kubadili angezitoa wapi? Hakuwa mama yangu pekee aliyepitia kipindi kile kigumu. Walikuwa watu wengi. Mimi nilijisemea kimoyomoyo. Zingo, lazima uwe jasiri ndiposa uishi vyema. Usiwe legelege. Nilijikakamua muda mwingi. Nilikuwa nikisoma riwaya yangu ya Mshale wa Matumaini ili kujipa tumaini. Nilipenda usimulizi wa vitushi vyake vya kusisimua. Lugha yake pia ilikuwa sahili.